Nataka nikupe kisanga kimoja alafu unaambie kwenye situation kama hii ingekuwa ungefanyaje. Sikiza hichi kisanga. Jamaa alikuwa analelewa na baba yake mzazi. Unajua kila mtu kimuuliza role model wako nani, anakuambia babangu ndio role model wangu. Lakini yeye anasema baba yake alikuwa role model wake sio tu kwa sababu ni baba, ni kwa sababu ya tabia njema ambazo alikuwa anaziona kwa baba yake. So alitamani siku moja naye aje kuwa baba bora kama alivyo baba yake. So yeye alikuwa anamwangalia baba yake kama icon. Anasema hata alipofikia umri ule wa barehe, kwa kijana wa kiume kubarehe, mtu wa kwanza kunotice kama mtoto wake amefikia kwenye umri huo alikuwa ni baba yake. Na mzee alimuita kijana akakaa naye chini. Ukiacha yote pia alimpa zile do and don'ts za mtoto wa kiume unapokuwa upo kwenye ile hali. Unajua sometime barehe kuna namna na kuendesha. So anasema baba yake alikaa naye chini akawa anampa 1 na 2 jinsi ya kujikinga na magonjwa ya zinaa, jinsi ya kujikinga na mimba za utotoni, jinsi ya kuhakikisha kwamba hampatii mimba binti kuanzia shule, mtaani. Lakini pia anasema alimpa hata zile mbinu za kujikinga ikiwa ameshindwa kabisa kuvumilia, jinsi ya kutumia hata zana na mengineyo. Kwa anasema ukiacha kwamba tu alikuwa mdingi, pia alikuwa rafiki wa karibu sana na alikuwa mtu wake wa karibu mno. Anasema siku moja kijana baada kumaliza masomo yake na kuhisi kwamba sasa hivi kwa umri nilokuwa nao nahisi niko tayari kupata mwenzangu kuwa na mke, ndipo alipokwenda kwa mzee wake akazungumza naye na wakakubaliana kwamba huyo binti atafutwe na baba, yani baba ndo atafute binti kwa ajili ya mchizi kuoa. Anasema licha ya washikaji wengi waliokuwa nao kuanzia chuo, kuanzia shule aliyosoma nao, babinti anakutana nao kazini, lakini aliamua kwa mke hilo swala alikabidhi kwa mzee, yani mzee ndo amtafutie mke wa kuoa. So mzee akaandaa baada ya miezi 3 fulani hivi akaandaa dina fulani na familia ya binti ambaye mzee alihisi anastahili kuolewa na kijana wake. Sema dina iliandaliwa nyumbani pale, wakala msosi fresh, wakaenjoy. Baada ya hapo binti akaenda kwenye balcony na mchizi kwenda kuzungumza wawili. Sasa wakapewa muda wa kuzungumza. Binti fulani hivi mguu akisukuma, shape ya kinyaturu, kaenda hewani, ana rangi ya mtume. Kwa alikuwa amenyooka. Dogo akasema unajua utamtambua mwanamke mwema kupitia kinywa chake. Na hata binti alipofungua mdomo akaonekana na hofu ya Mungu, mcha Mungu, lakini pia anaonekana ni mchapakazi. Dogo akadedesha majibu kwamba mimi nahisi unastahili kuwa mke wangu wa ndoa. Kwa hiyo ikawa imepita, taratibu za ndoa zikaanza, wakaanza, mnajua wenyewe tena ndoa za Kiislamu za kwa gazinaga mbwembwe nyingi. Anasema baada ya kuingia kwenye ndoa wakaishi maisha ya furaha na upendo. Miezi 6 wakiwa ndani ya ndoa, jamaa alikuja kugundua binti ni mjamzito, yani mke wake ni mjamzito. Wakaandaa sherehe ya kufurahia ujauzito wake. Anasema sasa siku moja ilitokea kisanga, hapa nisikize kwa makini kabisa. Siku hiyo dogo alikuwa anarudi nyumbani kutokea kazini. Bahati mbaya sana mtaa wa 3 kabla kufika nyumbani kwake akapata pancha gari yake. Kwa hiyo akajivuta mpaka mafundi gereji wa mtaani kwao ambao ni washikaji zake, akaacha gari hapo, akawaambia mkimaliza kuziba mpira mtaniletea gari nyumbani. Kwa hiyo akatembea mdogo akafika mpaka home. Alikuwa na funguo yake ya geti, akafungua geti, akaingia ndani. Sasa chumbani kwake ukitoka sebleni pale, kinachotenganisha seble na chumba ni mara nyingi huwa ni ukuta, lakini wao ilikuwa ni kioo kile cha one way. Yani maana yake wa ndani anamuona wa nje, lakini wa nje hamuoni wa ndani. Sio, umeelewa? One way yani. So dogo akaingia mpaka chumbani kwake, amekaa, wife wake akumkuta. Akabadilisha nguo, akapumzika zake chumbani. Ghafla anasikia mlango unafunguliwa wa sebleni, maana kuna mtu anaingia sebleni. Kuchungulia kwenye kioo hivi kumwangalia ni mke wake. So ameingia ndani, alikuwa amebeba na bazaga, ni kama mtu ambaye anatoka gengeni. Moja kwa moja akaingia jikoni. Kabla wife hajaingia chumbani ambapo mshikaji upo, akasikia sauti ya babake mzazi mlangoni inagonga, anaita mama. Yani maana yake anamuita mkwewe, yani mkewe mshikaji. Kwa mke akaenda akafungua mlango. Kumbuka mshikaji wakati yuko chumbani na mke ajui kama mumeo yuko ndani kwa sababu akurudi na gari. Anaita mama. Akaja akamfungulia, bamkwe akaingia. Alipoingia wako sebleni, akasikia mkewe anacheka kicheko ambacho sio kawaida kwa mama mkwe kumchekea mkweo wa kiume. Umenielewa?
Akamwambia, sasa mke akawa anaongea, anamwambia baba mkwe, anamwambia leo ndo umekuja na staili hiyo? Akamwambia lazima, si unajua labda jamaa iko ndani. Akamwambia hayupo, bado hajarudi. Kitu ambacho kilishangaza zaidi, akakuta baba mkwe kamkumbatia mkewe, yani mkewe yeye, yani mtu na mkwewe wamekumbatiana. Mchizi asogelea kwenye kioo vizuri, anaangalia, anakuta baba yake mzazi anakula tunda lake, yani mkwe analiwa na mkwewe, yani mke wa mshikaji analiwa na baba yake mshikaji. Nikuulize wewe, kwenye mazingira kama hayo utapiga kelele, utatoka nje, utawashtua, utakaa kimya? Evodia, niletee chai.